Namshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, kwa sababu ya neema ambayo Mungu ametujalia ili ya kwamba tukaweze kusikia tena neno la Mungu. Hili ni wiki la pili, Jumapili ya pili ya mwezi wa 3, tarehe 9. Mungu bado anatupenda na bado anataka tukaweze kumwabudu. Nataka nikaweze kushukuru kwa ajili ya yule ambaye pia anafuatilia neno hili, ya kwamba wacha Mungu akupe ufunuo na neno hili likasababishe neema ya mabadiliko katika maisha yake. Nataka tuendelee na sehemu hii. Leo ni sehemu ya 3 ya ujumbe wetu wa kile unachotaka kiko ndani ya kile ambacho ulicho nacho. Kile unachotaka kiko ndani ya kile ulicho nacho. Tuliweza kuona katika Mwanzo ule mlango wa 3 na mlango wa 2. Tukaweza kuona ya kwamba Adam wakati alikuwa analia kwa sababu ya mke, kwa sababu ya ubweke, yeye alikuwa na mke wake kwa upavu, lakini hakuelewa ya kwamba kuna mwanamke kwa upavu wake. Lakini tukaweza kuona kwamba wakati Mungu alimpea kazi ya kuwekea wanyama na ndege machina, baada ya kumaliza hiyo kazi katika Mwanzo 2:19, tunapata ya kwamba Adam aliweza kuletewa usingizi, naye akaweza kutengenezewa mke ambaye ni Hawa. So kila ambacho alikuwa anahitaji kilikuwa pale pale mahali ambapo alikuwa. So ndio nataka nikwambie tena siku ya leo ya kwamba kipindi hiki tunataka tukaweze kuangalia jinsi Mungu ameficha vitu ambavyo tunahitaji vikiwa karibu na sisi. Leo hii nataka uangalie katika kitabu cha Mwanzo 4, tuanzie pale, lakini tutaenda pia tuangalie Mwanzo 24 tumalizie pale. Tunapata hapa baada ya Mungu kuweza kumtoa Adam katika shamba la Eden, aliweza kumtoa nje na akapata watoto wawili ambao ni Kain na Abel. Lakini hao wapendwa, Mungu aliweza kuwapea vipawa tofauti tofauti. Maandiko tuambia kwamba Abel alikuwa mkulima, alikuwa mfukaji wa mifugo, na Kain alikuwa mkulima. Na wakati waliendelea kufanya kazi yao, Mungu akiwabariki, waliweza kufika mahali wawe na nafasi ya kumtolea Mungu. Hii mambo ya kutoa, mpendwa, ndio watu tumeweza kukosea sana, maana tumepotoshwa. Na Mungu maandiko sema kwamba Mungu akakubali sadaka ya Abel kutoka katika mifuko yake, na akaweza kuikataa sadaka ya Kain kutoka katika ukulima wake, ya kwamba hakumtolea ile sehemu nzuri ambayo Mungu alikuwa anataka. Lakini Kain akakasirika. Wakati Kain alikasirika, Mungu akamwambia, ukifanya mzuri hata naye utakubalika, maana pato kuna nafasi. So wakati Mungu alitoa hata katika shamba la Eden, mahali penye alimpeleka katika shamba, na hilo shamba lilikuwa shamba la rotuba. Hapo ndio tulifika last week. Na sasa katika shamba la rotuba ilikuwa mwanadamu ambaye ni Adamu na Kain na Abel wakaweze kutoa mazao yao katika hiyo ardhi yenye rotuba. Tunaona katika shamba la ardhi la rotuba, Abel aliweza kufuka wanyama, na wanyama aliwafuka kwa hiyo shamba juu ya ardhi, maana walikula nyasi ya ardhi, wenyewe pia walitengenezwa na ardhi. Wanyama wenyewe aliwafuka juu ya ardhi. Mpendwa, hata saa hii wewe ukiwa na wanyama wako pale, uko na kondoo, uko na ng'ombe, uko na kuku, pamoja na wewe mwenyewe na uzao wako, munaishi kwa ardhi. Msaada ambao tunaupata kutoka kwa ardhi. So Abel alitumia ardhi vizuri, lakini Kain alitumia ardhi akatoa ndani mazao, lakini mazao yale aliyoyatoa ndani akachukua ile ambayo si safi kumrudishia Mungu ambaye amempea shamba la rotuba. Hapa ndio makosa yalianzia.
lakini Mungu akampa nafasi, akamwambia ukifanya vizuri utaweza kukubalika, lakini hakuwa tayari kufanya vizuri. Sasa wapendwa, nataka nikwambie siku ya leo kwamba inatakiwa ukaweze kuelewa ya kwamba katika hiyo ardhi, kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha kiko katika ardhi. Na uko na ardhi, uko na shamba. Kwa nini vitu vimekataa? Kwa nini vitu vimekataa kutoka kwa shamba lako? Unatakiwa ujiulize. Kwa nini ukifuka kuku inakufa? Ukifuka kondoo inakufa. Unafuka ng'ombe inakufa. Unazaa mtoto anakufa. Unalima mahindi haitoki yenye unataka. Umepanda ndizi imekataa. Hata ukipanda ngano haimei. Hii vitu yote ni kwa nini vinaweza kuharibika? Na umepambana, umepika tawa, umefanya nini? Inafaa ukaweze kuelewa kwamba ardhi ulio nayo ndio imebeba vitu ambavyo unahitaji. Maana kila kitu, kila mradi ambao mtu anaweza kufanya, anafanya akiwa kwa ardhi. Sasa nataka nikwambia siku ya leo kwamba kile unatafuta kiko ndani ya kile ulicho nacho. Maana una kitu pale nyumbani kwako. Hiyo ardhi yenye umeweka nyumba ni mali, na hiyo ardhi imepepa kila kitu, lakini huenda hujajua jinsi gani unaweza kuvitoa hizi vitu. Wapendwa, hata katika simu ambazo tunatumia kwa sasa, hizi simu ambazo zinaitwa touch screen, hizi simu tuko na app, kuna ile inaitwa Fitment, kuna ingine inaitwa YouTube, tuko na Facebook. Na ili ukaweze kutoa kitu kitoke Fitment kikuje kwa gallery, ni lazima ukaweze kukuwa na gharama ya kudownload. Wanatumia lugha ya kudownload. Na ukitaka kuweka kule kitu, kuna watu wanachukua vitu yao, mafundisho yao, miradi yao, wanaweka YouTube, wanaweka Fitment. Hiyo wanaitwa kuupload, kuweka. Sasa hiyo kutuma ama kuupload, ni lazima ukuwe na procedure, ni lazima ukuwe na gharama ya kununua bundles, ndio ukaweze kuafford uweze kuupload ama uweze kudownload. Hautaweza kutoa wimbo ama utoe video yote YouTube ama Fitment kama hauna gharama na kama haujajua procedure. Hivyo ndivyo ilivyo mpendwa. Hiyo shamba yako yenye uko nayo imepepa kila kitu. Jinsi YouTube imepepa kila kitu, jinsi Facebook imepepa kila kitu, jinsi Fitment imepepa kila kitu. Lakini inafaa ukaelewe ni jinsi gani unaweza kuupload na jinsi gani unaweza kudownload. Sasa wakati una upload ndiyo kupanda na kutoa kitu, kutoa YouTube kitu ama Facebook ikuje kwa gallery, hiyo inaitwa kudownload. Katika hiyo vitu ulio nayo mpendwa, kila kitu chenye unataka kiko kwa hicho kitu ambacho uko nacho. Lakini inafaa sasa ukafundishwe kudownload na kuupload, kuweka na kutoa. Watu wenye wanaweka pesa saizi KCB au cooperative wanajua kuweka, kuna procedure ya kuweka. Na ili ukaweze kuwa member wa KCB, inafaa ukaweze kujiregister, uwe na kitambulisho na uwe na gharama. Kuna kapesa kitoko unaweka kwa account, ndio account yako wakasema ya kwamba iko active. Ni lazima ufungue account na uweke kitu. Na ukienda kwa account yako, kuna app ile ya KCB, app ya cooperative, app ya Equity, ni ili ukaweze kutoa vitu vyako, pesa yako yenye uliweka kule. Mpendwa, kuna gharama. Lazima uchaji simu. Baada ya kuchaji simu, ukuweko na bundle kidogo. Kama hauna bundle, ukuweko na airtime. Na baada ya kuidraw, utaona kuna kitu. Hiyo sasa ndio kudownload. Unaleta vitu vyako. Na ni lazima utoe chenye uliweka. Uwezi toa chenye uchaweka. Hasa katika ulimwengu wa kiroho mpendwa, mambo yamekaa hivyo.
Madhabahu ambayo tunazungumzia makanisa haya ya kimungu ya Mungu wa Israeli. Haya ndizo sasa pengi za kiroho. Hizi ni pengi za kiroho. Makanisa yenye unasikia kama yangu inaitwa Word of Creation, hiyo ni kama pengi moja ya kiroho, kama Equity ama KP ama KCP ama Cooperative. Hiyo ni pengi imeweza kufunguliwa, na hii pengi vile imefunguliwa, kuna procedure inatakiwa ukaweze kuingia ufungue account. Hii ni pengi ya kiroho, ni lazima uingie ufungue account. Unapofungua account, wewe naye ukachue kuweka. Wakati unaweka, kuna wakati utadownload vikuje kwako, lakini watu walishindwa kuelewa mambo haya. So Kaini alipokuwa katika shamba lile akilima mahindi mazuri, akilima vitu vizuri vikitokea, alitania ni akili yake, hakujua ni ya Mungu. Akaweza kufanya nini? Kutolea Mungu ile mbaya, na Mungu ndiye amempea shamba, Mungu ndiye amempea nguvu, Mungu amempea uzima, Mungu amempea ulinzi, lakini anachukua vitu ovyo anapea Mungu, na ametoa kwa shamba la Mungu. Mungu akakataa hiyo sadaka. Kaini akakadhabika. Kaini, wakati Mungu anamwambia Bwana, ukirekebisha utakubalika, Kaini hakukubali hiyo. Pato alikuwa na kichwa ngumu, akawa na moyo mgumu. Mungu amemwambia rudi tena, ulime tena na ukuje utoe, utakubalika. Yeye badala ya kurudi nyumbani akaweze kutoa, kulima tena na atoe, yeye akarudi nyumbani, akapembeleza ndugu yake, akamwambia twende shambani. Walipofika shambani, Kaini akamuua ndugu yake. Wacha tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 4, tukaweze kuona hii sarakasi ya watu wenye vichwa ngumu, watu wenye wanatumia akili yao na nguvu yao peke yao. Basi mlango wa 4 mstari wa 8. Baadaye Kaini akamwambia Abeli nduguye, twende nje shambani. Basi walipokuwa shambani, Kaini akamfamia Abeli nduguye, akamuua. Mwenyezi Mungu akamuuliza Kaini, ndugu yako Abeli yuko wapi? Kaini akamjibu, mimi sijui. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Huyu ni mtu anauliza Mungu, eti kwani mimi ni watchman ya ndugu yangu? Ona hii matamushi. Sasa ukitaka kujua kwamba wewe ni mtu ambaye hautaweza kupata baraka kwa kila ambacho uko nacho, natakiwa uangalie matamushi yako na majibu yako. Wewe unajibu namna gani marafiki zako? Wewe unajibu namna gani wazazi wako? Unajibishana namna gani hata na wachungaji? Unajibishana namna gani na bosi wako? Anakuuliza hapa vitu vimeenda namna gani, wewe unajibu namna gani? Hayo majibu yako inakuonyesha wewe ni mtu ambaye utamaliza mbaya. Kaini alimaliza mbaya, hakumaliza vizuri. Mstari wa 10 unasema, Mwenyezi Mungu akasema, umefanya nini? Damu ya ndugu yako yanililia kutoka utongoni. Unaona hapa, damu ya Abel ikaweza kumlilia Mungu kutoka utongoni. Na inafaa ukaweze kuelewa mpendo ya kwamba utongo huu inatakiwa Mungu ameweza kukupea utoe ndani chakula. Sasa unaona hapa ndio kulikuwa na uchinga ya Kaini. Badala ya kupanda mbegu ya mahindi, badala ya kupanda mbegu ya ndizi, badala ya kupanda mbegu ya maharagwe, yeye akapanda ndugu yake kwa utongo ambao angetoa chakula. Akapanda tamu ndani ya utongo, na huo utongo ndio umepepa chakula chake. Huo utongo ndio anatakiwa ajenge nyumba juu yake. Huo utongo ndio anatakiwa akaweze kutoa chakula. Kile anahitaji kiko ndani ya utongo, na badala ya kupanda mbegu ya kukula, anapanda damu ya mtu ambayo haiwezi kuliwa. Mungu akamwambia, nasikia sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka utongoni. Ndio nataka nikwambia asubuhi ya leo mpendwa,
ya kwamba kuna mambo inaweza kukutesa katika maisha, ukatafuta msaada hautapatikana. Ni kwa sababu ya nini? Kuna mtu huenda alikutangulia huko mbele, alisahau kwa ujinga yake na akili yake na wifu yake, akapanda damu ya mtu kwa utongo. Unaweza kuwa na shamba na shamba halitoi mazao. Unaweza kuwa na kazi na kazi haitoi mazao. Inamaanisha kuna mtu mbele yako aliweza kukuwa na roho ya wifu, naye aliua mtu. Watu wenye wamezaliwa kwa wachawi, unaweza kuwa nyanyaka alikuwa mchawi, babu yake alikuwa mchawi, shangazi yake alikuwa mchawi, mjomba yake alikuwa mchawi, lakini hawakukwambia. Wewe unajaribu kufanya mambo hayaendi, unalima hayaendi. Mtu mwingine, kuna mashamba ambayo unaona mpendwa, mashamba mwenyewe akilima haitoi mahindi, haitoi chochote, lakini akikotesha mtu, hiyo shamba itatoa mahindi mpaka wifu mshike. Wifu inashika mwenye shamba kwa sababu ya mimea yenye imetoka kwa shamba lake. Hiyo kasoro sio yako. Kama hujawahi kuwa na wifu, inamaanisha kuna mtu alikuwa na wifu mbele yako, na huyo mtu alienda. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Waebrania mlango wa 7 mstari wa 10 kuendelea, ya kwamba wakati Abrahamu aliweza kutoa sadaka kwa kuhani wake anaitwa Melkisedeki, eti wakati ule akitoa hiyo fungu la 10 ya kila kitu kwa kuhani, eti Lawi ambaye ni mtoto wake pia aliweza kutoa dhabihu yake ya 10% kwa Melkisedeki. Sasa wakati Lawi anakuja kuwa kuhani na kuanza kukula matunda ya ukuhani katika madhabahu, alikuwa tayari babu yake ambaye ni Abraham alikuwa ametoa 10% kwa Melkisedeki. Maandiko yanasema kwamba wakati alikuwa anatoa, Waebrania 7:11, ya kwamba wakati alikuwa anatoa, Abraham anatoa kwa kuhani, eti Lawi ambaye ni mjukuu wake alikuwa katika viuno vyake. Wakati mpendwa, Melkisedeki anakutana na Abrahamu, ni Mwanzo mlango wa 14. Mahali pale Abrahamu alikuwa achazaa mtoto, hata alikuwa achazaa Ishmael, alikuwa tu mtu kafu, achazaa mtoto yote. Lakini uona wakati alikuwa achazaa, alikuwa tayari anatembea, anatembea na Lawi. Na Lawi ni mtoto wa Yakobo, Yakobo mtoto wa Isaka. Sasa tuseme Isaka ndiye mtoto wa Abraham, basi Yakobo mtoto wa Isaka. Sasa ni mjukuu wa Abraham. Yakobo ni mjukuu wa Abraham, Lawi ni kitukuu. Lakini Abrahamu akiwa kijana ambaye hajawahi saa mtoto, akitembea hivyo, alikuwa katika viuno vyake, alikuwa amepepa paka vitukuu. Sasa wakati alikuwa anatoa hiyo sadaka kwa Melkisedeki, ilikuwa Lawi pia ako anatoa. Ndio nataka nikwambie mpendwa, unaweza kusema wewe hujakuweza kuwa mjawi, unaweza kusema hujawahi uwa mtu, unaweza kusema mimi sijawahi iba, unaweza kusema mimi sijawahi kuwa na wifu, unaweza kusema mimi sijawahi lewa, sijawahi kunywa pombe, unaweza kusema mimi sijawahi kuwa msherati, unaweza kusema mimi sijawahi kuwa na kiburi. Lakini babu yako wakati alikuwa kijana kama Abraham, kabla hajazaa, alikuwa anapanda nini? Chenye alipanda kinaenda hati kwa vitukuu. Lawi anakula matunda ya kitukuu chake ambacho ni Abraham. Lakini wakati Abraham alipanda haya matunda, Lawi alikuwa hajazaliwa. So kuna mambo mpendwa ambayo inatakiwa ukaweze kuelewa ya kwamba wakati inakuja kukukula, kuna mtu ambaye alipanda mbele yako. Na ndiyo Yesu Kristo alipokuja alileta mabadiliko ya kuondoa laana ili ukaweze kubadilisha. Ndio tunakuambia okoka. Wakati unaokoka, mambo mengi unasamehewa. Tunasamehewa kwa damu ya Yesu. Wakati unasamehewa, kuna malaana ambazo wazee wako walipanda sitaondolewa.
wakati zinaondolewa, tunakufundisha utaratibu ambao utasaidia kuweza kupanda mbegu mpya. Ufungua akaunti mpya ya kiroho katika benki ya kiroho. Hii account itakusaidia kuweka msingi mpya, na kuanzia kwako utaanza kuleta uzao mwingine ambao utamtukuza Mungu, ambao utatembea na utukufu wa Mungu. Sasa mpendwa, kuna watu ambao wananyanyasika kwa sasa, wanateseka, lakini ukiangalia hata wajafanya dhambi, lakini waliowatangulia walipanda. So Kaini mahali hapa mpendwa, alipopanda mtu badala ya kupanda mbegu, ujinga ule aliofanya, badala ya kupanda mbegu akapanda mtu, akapanda damu. Mungu akamwambia, damu inanilia, uwezi kupanda damu ya mtu kwa utongo na utongo ukakutolea chakula. Kuna saizi laana sinakula watu. Unaona mtu alako na qualification za kuoa lakini hawezi kuoa. Inaweza kuwa nyanya yake alipanda mtu kwa utongo, na utongo imekataa kukutolea mwanamke, maana mwanamke anatengenezwa kutoka kwa utongo. Mtu atengenezwa kwa utongo bwana, nitakiwa ujue hivyo. Sasa wewe unaweza kuwa uko na qualification za kuoleka na kuoa, lakini hauoni. Ni kwa sababu ya nini? Huenda nyanya yako huko mbele aliua mtu, kuna damu inalia. Na kama wewe ni mwanaume unataka kuoa, nyanya yako aliua katoto kamkachirari, kuna katoto kalisaliwa kakawa smart, kakaweza kumletea wifu, na wifu yake akasema eti huyu amesaaje mtoto mzuri kama huyu, naye akaua katoto ka miaka 2, ka miaka 5, ka miaka 8, akasika kwa utongo. Na yeye umesaliwa mwanaume unaitwa eti handsome, lakini ndio ujue kwamba mrembo wako nyanya yake alisika, aliweka kwa utongo akiwa na miaka 2. Sasa mwanamke yako nyanya yako alisika, aliweka kwa utongo. Hata utafute mwanamke hautapata unless ukuje kwa Mungu. Wakati unaokoka, Yesu akusamee dhambi na kutakase kwa damu yake, ukue sasa kiumbe kipya, atakuumbia sasa kitu kingine, atakuumbia mwanamke mwingine au mwanaume mwingine. Inaweza kuwa nyanya yako alikuwa na wifu, akaua katoto ka mtu kafulana ka miaka 2, na hako ndio kalikuwa sasa kama mwanaume yako. Sasa nyanya yako ndiye aliua mwanamume yako. Wacha kuwekea watu tu wamekuchawi, eti sijui nini, eti watu wakutaki. Wewe laumu tu nyanya yako ama babu yako na wifu yake. Wakati aliona wifu akaua mtoto ya miaka 2, aliweka tamu kwa utongo. Na inatakiwa ujue kwamba ukioleka unaishi kwa utongo, na utongo huo walisika mwanamume wako na miaka 2, na nyanya yako ama babu yako ama shangazi yako ndiye aliua, sio mtu mwingine. Sasa wacha kuwekea mkanga na mjawi, wakikutanganya wakikula pesa tutakutengenezea ndoa. Hakuna ndoa watakutengenezea. Maandiko yanatuambia katika Methali 19 mstari wa 14 ya kwamba mtu anaweza kupewa mali na nyumba na baba yake, lakini mke mwema mtu hupewa na Mungu. Wachasema mkanga, wachasema mchawi, unapewa na Mungu. Sasa kama mtu atangulia mbele yako mpendwa, akaua bibi yako, akaua bwana yako, hakuna mtu ambaye ameona huyu mtu wako. Mtu mwenye aliona Kaini katika utonga alikuwa ni Mungu. Mtu ambaye ameona mwanamke yake ambayo nyanya yake aliua ama babu yako ni Mungu amemuona. Wakati unamrudia, yeye ni creator. Mungu wetu ni creator. Yeye anaweza kukreate mwanamke mwingine ama create mwanamume mwingine, na wewe pata ya kutupu utaanza kuzaa watu ambao wataoa na wataoleka. Ndio unaona tunaleta majina ya makanisa, tunasema word of creation, ni kwamba neno linaumba. Ukituona neno limetuumba wapendwa, tulisaliwa katika uzao watu ambao walikunywa changana pusana pangi, lakini neno lilituumba. Wakati neno liliniumba nikapatikana sasa inaitwa mhubiri, lakini sikusaliwa na mhubiri. Neno linaumba kitu ambacho hakiko. Kuumba maana yake ni kuumba kitu ambacho hakiko, kinakuja kikakuwa. Unaweza kusaliwa katika jamii ambayo watu walikuwa na wifu, wakaua ndoa, wakaweka kwa utongo. Ukikucha katika madhabahu ya Mungu, tunasema neno linaumba. Tutaumba ndoa mahali hakuna ndoa. Tutaumba nyumba mahali hakuna nyumba. Tutaumba kazi mahali hakuna kazi. Tutaumba wahubiri mahali hakuna wahubiri. Tutaumba profesa mahali hakuna profesa.
Kwa sababu ya nini? Neno linaumba. Mungu alisema katika Mwanzo ya kwamba hapa na pawe mahali pakavu. Aliposema mahali pakavu, basi nchi ikapatikana. Akasema maji yakusanyike pamoja. Aliposema maji yakusanyike pamoja, basi maji yakusanyika pamoja. Akasema hiyo inaitwa bahari. Ilikuwa ni neno, na maandiko yanasema ya kwamba Mungu alipotuita sisi kwa mfano wake, alituumba sisi kwa mfano wake na kwa sura yake. Na watumishi wake Mungu anatuambia katika Zaburi ya 82 mstari wa 6 ya kwamba nyinyi ni miungu kwa sababu nyinyi ni wengi. Watumishi wa Mungu tunaitwa miungu, maana sisi tuko wachungaji wengi ama wahubiri wengi, watumishi wa Mungu wengi, tunaitwa miungu. Zaburi ya 82 mstari wa 6. Na kwa sababu sisi ni miungu, inatuambia kwamba sisi ni miungu wa Mungu aliye juu sana. Na kwa sababu sisi ni miungu wa Mungu aliye juu sana, tunatumia hiyo sehemu ya Mungu aliye juu sana kuumba vitu ambavyo haviko vikaumbwa vikakuja. Ndio maana kwa hili neno tumeumbika kutoka mahali watu hawakuhubiri, tunaweza kuhubiri. Tumeumbika kutoka maeneo katika usawa watu ambao hawakufanya biashara, tunaweza fanya biashara. Tumeumbika kutoka kwa watu ambao hawakuweza kuwa na afya. Neno limeumba afya, tuko nayo. Neno linaumba. Kaini alipofanya maasi, wapendwa, penye chakula ilikuwa itoke, yeye akasika mtu. Mungu akasema sawa, umesika mtu, utongo haitakutolea chakula. Wacha tusome mstari wa 11. Inasema nini? Sasa wewe umelaaniwa, hutailima tena ardhi yenye rotuba, ambayo kama kinywa imeipokea damu ya nduguyo uliyemuua. Utongo wa rotuba ulipokea damu ya ndugu ya Kaini ambaye ni Abel. Utongo ulipopokea damu au kakataa, Mungu akalaani utongo usitoe mimea au chakula kwa Kaini. Inafaa ujue mpendwa, utongo wako inatakiwa upokee mbegu. Lakini utongo ukipokea damu ya mtu, wewe unalaaniwa. Ndio unaona kuna utongo inakataa mtu na mwingine amkubali. Maana wewe ukifanya maasi kwa utongo, wewe ndio umefanya maasi. Unaona kuna poma sahi, kama uko na macho unaangalia kwa area yako hiyo, wewe angalia kwa area yako. Mimi niliangalia kwa yetu. Wakati babu yangu alikuwa mtu wa kimila, alikuwa hatari sana kwa kutayarisha na kufanya kimila ya upukusu. Hakuna nyumba mzuri baba zangu walijenga, hakuna mpaka sahi. Lakini waliweza kutengeneza sadaka za miungu. Walitoa ng'ombe kwa makaburi. Mwezi wa 8 hao ndio walikula mbuzi na ng'ombe wakikata watu ngozi. Lakini wakati Mungu alikasirika, aliwafukuza kwa shamba. Kwetu baba zangu wameuza mashamba wote, hakuna mwenye hajauza, na wako hai wengine. Hata baba yangu ni sako hai. Nasungumuza mimi kwetu, siji kwako. Lakini kama kwenu pato iko safe, ndio ujue kwamba uko njiani. Kuna mtu mwingine alisema ya kwamba kuni yenye iko kwa nungo inachekanga yenye iko kwa moto. Ijue ya kwamba hiyo ikiisha nayo itaweza kuingia kwa moto. Sasa mimi nataka nikuambia kwamba sisi tayari tumechomeka, sisi zaidi machifu, lakini neema imetuinua, tumeanza msingi mingine. Lakini kama ichakuja kwako, nataka ujichunge. Uchukue tahadhari mapema, utumie hii ujumbe yangu ikuponye, usiingie hapo, maana moto hapo chini na waka. Kuna mashamba ambayo kwa sasa watu wenye mashamba, mtu wako na shamba eka 20, lakini hawezi kuafford nyumba ya mabati 100, ya mabati 50, wanaweka mabati 10, mabati 16, 20, nyumba ya utongo. Lakini hiyo shamba ikiusiwa mtu mwingine, anaweka hapo nyumba ya kifahari. Kama hujaona, inamaanisha hiyo shamba wenyewe walipanda hapo kitu mbaya, walipanda damu. Kuna laana. Hiyo shamba ina rotuba ya kutoa nyumba mzuri ilitolewa, rotuba ya masao inatolewa, rotuba ya kuleta ng'ombe ilitolewa.
rotuba ya kuleta chakula ilitolewa, rotuba ya kufuka kuku ilitolewa. Mtu mwingine akiingia pale aanze mradi wa kuku inaendelea, akiweka mradi wa ng'ombe ya maziwa inaendelea, akiweka nyumba kubwa inaendelea. Ukiangalia mashamba ya watu wenye walikuwa na laana ya kuabudu miungu na kutoa masadaka kwa kaburi, ukiona hapo nyumba kubwa, mpendwa, hiyo nyumba ni ya mnunuzi. Mungu analeta mtu mwingine ambaye amemjua na anarudishia yeye rotuba, lakini mwenyewe hawezi kuchenga hapo nyumba mzuri, hawezi kufuka ng'ombe ya maziwa. Kuna watu ambao wanafuka ng'ombe ya maziwa na inatoa kombe 2, na hiyo ng'ombe akiuzia mtu mwingine itaanza kutoa lita 10. Kwa sababu ya nini? Mungu anatoa paka rotuba kwa ng'ombe. Utafuka kuku inateka mayai. Kuna mayai mengine sijui kwa Kiswahili, mimi si msomi sana, sikusoma sana, nimesoma Biblia sana, sijasoma shule sana. Kuna mayai mengine inakuanga haina ngozi, kwa lugha yetu wanaitwanga kama bweya. Sasa wewe unafuka kuku inasaa kama bweya, lakini mtu mwingine akifuka kuku kwa hiyo shamba itateka mayai mazuri na itakongoa. Wewe ukiwekea kuku mayai 12 itakongoa moja, lakini mtu mwingine ataweka 15 itakongoa yote. Ni kumaanisha hiyo udongo imeweza kukutema. Udongo wa rotuba imetoka kwako na umelaniwa. Sababu kubwa nini? Ni kwa sababu wewe, kuna mtu mbele yako ama wewe mwenyewe unaweza kuwa ulichanganyikiwa na ujinga yako, ukapanda tamu ya mtu kwa udongo patala ya kupokea mbegu. Hapa Mungu anasema ya kwamba udongo wenye rotuba, vile ulipokea tamu ya ndugu yako, huu udongo umelaaniwa kwako, hautakutolea mimea. Wacha kupanda tamu ya watu kwa udongo, panda mbegu kwa udongo. Sasa kama wewe mpendwa unapenda kuua watu, nataka nikwambia kwamba mtu akiingia kwa udongo, uzao wako hautaweza kubarikiwa na mumea kutoka kwa udongo, unless kuwe na pasta hatari sana kuliko mimi mwenye anaweza kusika mtu angani. Kama uko na pasta mwenye anaweza kusika mtu angani, hata musika kwa udongo, basi wewe ua. Lakini ukiua mtu asikwe kwa udongo, udongo utaweza kulaaniwa kwako, haulaaniwi kwa kila mtu. Sasa nataka nikwambie mpendwa, siku ya leo, wewe ambaye umeokoka, umepokea Yesu, ya kwamba ukiona shamba lenye halisai, wewe umeokoka, usiokope hiyo shamba huwa haisai. Wewe ingia pale na Yesu, maana rotuba imeondolewa kwa shamba kwa sababu ya maasi ya wenyewe, wenye waliasi wenyewe. Kwetu watu walipoasi Mungu, watu wakashindwa kujenga, watu wakashindwa kulima, mashamba ikauswa, lakini wenye waliingia walipata, Mungu alileta rotuba kwao, wamejenga manyumba mazuri, wamefuka vitu, wana baraka. Ndio nataka nikwambie leo mpendwa, hata ukiona mahali kuna tuka ambayo watu wakikotesha biashara haiendi, wanasema hiyo ploti imelaaniwa, haitalaaniwa kwako. Ingia pale na Yesu, ita wapakwa mafuta, tukuje tupake hiyo nyumba mafuta, tukaweze kunena mambo mapya, tupande madhabahu mapya ya Yesu, tufungue hapo akaunti ya kiroho. Anza biashara mahali watu hawakufanya biashara, maana rotuba inaondolewa kwa muasi mwenyewe, mtu muofu mwenyewe. Rotuba inaondolewa kwake, haiwezi ondolewa kwa kila mtu. Ingia kwa hiyo nyumba ambayo wanasema biashara haiko, ingia kwa hiyo ploti ambayo wanasema biashara haiko, ingia kwa hiyo shamba ambayo wanasema haitoi. Wewe ingia pale na Yesu. Yesu ukiingia naye pale na umemwamini, ataweka rotuba. Rotuba kwa shamba Mungu ndiye anatoa na Mungu ndiye anaweka, sio mtu. Sasa usitetemeke na kusema eti mahali hapa biashara haifanyi, eti mahali hapa ukifungua kitu hakifanyi, eti shamba hii ukilima sijui ploti hii imelaniwa, sijui nini, maeneo haya si mazuri. Maeneo hayo ni mapaya kwa uzao wa Kaini, watu ambao wanapanda tamu ya watu badala ya kupanda mbegu. Wewe ingia pale na tamu ya Yesu, ukaweze kupanda mbegu ya Roho Mtakatifu. Mpendwa, vitu vitafanyika, haijalishi ni kwa mkanga ama kwa mchawi. Wewe ingia na Yesu, maana si wewe ulifanya. Wakati Kaini aliua, sio Abel aliua. Abel alikufa na Kaini akatania kwamba unajua uchinga, mtu ataniange eti akiua mtu kwa biashara ndiye biashara atafanikiwa. Hakuna, hautapata hiyo, haitakuja kwako, utafungiwa milango. Mtu atanie eti akiua mtoto ya mtu eti sasa yeye atasaa mzuri. Wewe si saa mzuri, hakuna. Wakati Kaini aliua ndugu yake, alitania sasa yeye atafuka ng'ombe na kondoo na kuku. Hakufuka, akatangatanga.
Na sasa Mungu naye akafanya replacement. Yaani Mungu wetu ni wa ajabu wapendwa. Mungu akafanya replacement. Unaposoma mlango wa 5, maandiko sema kwamba Mungu sasa akakuja tena kwa Adam na akampea mtoto mwingine anaitwa Sethi. Akarudisha mtoto mwingine mzuri, mtoto mnyenyekevu, mtoto aliye na kibali anaitwa Sethi. Akaanza uzao tena, uzao mzuri wa Adam. Ndio nataka nikwambie, ukitania kwamba utachawi biashara ya mtu ikuje kwako, huko unajisumbua bure, utatangatanga. Ukitania kwamba utachawi mtu mtoto yake, utachawi eti mtoto mwenye amesoma mzuri, eti hiyo masomo kwa sababu ya wifu yako, eti masomo itakuja kwako. Wacha nikwambie, watoto wako watatangatanga sana. Kama wewe umeokoka, wewe ni mfanyabiashara, wewe una watoto, Mungu ndiye anapeana hekima, anapeana ufahamu, anapeana maarifa. Wewe okoka. Mungu vile ametumba, amepea kila mtu akaunti yake. Alipea Kaini akaunti ya kulima, akapea Abel akaunti yake ikuwe ni ya kufuka. Sasa inatakiwa elewe kwamba wakati tumesaliwa hivi, kila mtu ako na hazina yake mbele ya Mungu, na kila mtu ako na kipawa chake. Usitanie ya kwamba ukiona wifu kwa kipawa ya mtu umuue, kipawa itakuja kwako. Usitanie ukiua mtoto ya mtu kwa sababu amepita mtihani, eti utasaa mwenye anapita mtihani. Utafanya usao wako utangetange. Maana Mungu anakawa mwenyewe, kila mtu na hazina yake, na uwezi kuchukua ya mwingine, lakini unapalilia yako na Mungu apanue yako. Mstari wa 11, Mwanzo 4:10, mstari wa 12, Mwanzo 4:12 nasema, ukilima ardhi haitakupatia tena mazao yake. Mungu hakumnyang'anya Kaini ardhi, alimnyang'anya matunda na rotuba. Ndio unaona kuna watu wana mashamba lakini hakuna. Mungu hawezi kunyang'anya ardhi. Hata unaweza kusoma na huwezi pata kazi. Mungu hawezi kunyang'anya masomo. Utasoma tu mzuri, usome kwa shule kubwa za Kenya, hata uende usome ng'ambo, lakini Mungu anachukua kazi. Kwa sababu masomo ni kama shamba. Mungu anachukua kazi. Utapata kazi. Mungu anaweza kupea sura mzuri, hiyo ni shamba. Sura mzuri, hiyo ni shamba. Maumbile mazuri, hiyo ni shamba. Lakini wakati unamuwazi, anatoa chenye unataka. Ndio unaona handsome wenye umekataa Mungu. Mungu hawezi kuwanyima sura mzuri, anawapea sura mzuri na anaondoa marriage. Hivyo ndio Mungu anafanya. Mungu anaweza kufanya ukuwe handsome na aondoe marriage ndani yako. Mungu anaweza kupea sura mzuri ukuwe mrembo, na wakati unakuwa muasi unaringa kwa sababu ya urembo. Haujajua kwamba Mungu ndiye amekupea hiyo urembo. Anakuja anaondoa marriage na anaondoa kazi ndani yako. Anaondoa. Unaweza kusoma, tuko na ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa physical wenye tunaishi huu. Sasa vitu ambavyo tu unapata itakuwa kwamba huwa vinataunulitiwa, unataunloti kutoka kwa ulimwengu wa kiroho vikikuja physical ndio uweze kutumia. Unaweza kusomea ualimu, ukaweza kupita mzuri, katoka na grade mzuri university, na Mungu anakuweka katika nchi ya kiroho ambayo haina shule. Hata kama umeweka katika nchi ambayo haina shule, utakuwa na makaratasi ya mwalimu, lakini hautapata kazi. Utazeeka hujapata kazi. Kwa sababu ya nini? Ya maasi. Wakati wazee wetu walipanda madhabahu ya kimila, madhabahu ya kuabudu miungu katika mashamba yao, hawakujua ya kwamba hiyo shamba inatakiwa ikaweze kumwabudu Mungu na Mungu aweke mbegu. Wakati walijenga madhabahu ya miungu katika shamba lao, Mungu alitoa mimea, akatoa rotuba, na mashamba imebaki kafu, haiwezi kutoa chochote. Na sasa ndio unaona kama hawa jamaa wangejua kwamba baada ya sisi kuabudu miungu, tutakuja kupoteza mashamba, watoto wetu watatangatanga, hawangefanya. Lakini kwa sababu hawakuelewa, walifanya kwa akili yao, walifanya kwa kiburi chao. Mungu aliwaletea ujumbe, alipelekea Kaini, akasema ukifanya vizuri nitakukubali, lakini hawakusikia. Mungu anasema ya kwamba utailima lakini haitaweza kutoa matunda. Wapendwa, kupata baraka, hata unaweza oleka na Mungu anakunyima baraka. Maana katika ndoa kitu kinahitajika ni amani, na amani Mungu aliambia Abraham ya kwamba utakuwa na uzao.
nitakupa maisha marefu, nitakupa na kifo cha amani. Unaweza hata kuoleka na Mungu anakukosesha amani. Sasa ndoa ni kama tu shamba, unaweza kuingia kwa ndoa uoleke, Mungu anakukosesha amani. Mungu akukosesha amani, hiyo katika hiyo ndoa hautaridhika. Utakaa kama mtu mwenye achaoleka ama mwenye achaoa. Umeoa lakini uko tu. Sasa wakati unamcha Mungu, Mungu anabadilisha utongo, anakuwekea roadmap kwa utongo. Mungu anaweza kuachia ndoa na ndoa haina amani. Ni watu wa mangapi wameoa ndoa inakuwa na lafu na mwaka mmoja, wengine hata inakuwa na lafu na wiki mbili, wengine inakuwa na lafu na miezi sita. Baada ya miezi sita hiyo pete inaonekana kama kitu cha uchafu, inakuwa msiko kwa kitole. Mtu anatoa pete, anatupa, anaanza kuambia watu achawahi oa. Basi anaenda tauni nyingine, anaanza kutafuta tena mrembo mwingine, anasema sichawahi oa, lakini alifanya harusi. Ni kwa sababu ya nini? Inaonyesha penye mmetokea, shida si yenu. Kuna wale waliotangulia walifanya wifu, walipanda kitu kibaya kwa utongo, na utongo wa kiroho umeharibika. Ndio pendwa, tunawasihi katika jina la Yesu ya kwamba wakati tunamrudia Mungu, Mungu kitu anafanya, anatuweka katika nchi mpya. Katika Isaya 65 mstari wa 17 anasema ya kwamba tazama, naenda kufanya kitu kipya, nitaumba nchi mpya na mbingu mpya. Hiyo ni mambo ya kiroho. Mungu anakuhamisha katika nchi ambayo ni haina kitu chako, anakuweka katika nchi ambayo iko na kitu chako, na sasa unakuwa katika nchi mpya. Mambo haya inafanyika tu wakati tumeweza kutambua ya kwamba tumesaliwa mahali babaya. Ndio Daudi anasema katika Zaburi ya 50 ya kwamba Bwana, Mungu nilisaliwa katika hatia, mama yangu alinichukua mimba katika hatia, Mungu unisamee. Wakati Daudi alikuwa anasema mambo hayo, alikuwa anakubali. Baada ya kubali na kutubu dhambi, anahamishwa katika nchi ya laana, anahamishwa katika utongo uliolaaniwa. Mungu akamweka katika utongo wenye rotuba, akawa mfalme, na hata uzao wake ukawa na ufalme. Wapendwa, kuna baraka inatungoja. Hii neno la Mungu sio story. Hii neno la Mungu liko hai na liko na nguvu na linafanya wewe na mimi tu tukaliamini. Wakati tunaliamini, kuna mambo yatabadilika. Mpendwa, usikawie, usifananishe. Hayo majaribu yenye uko nayo yasikufanye ukate tamaa. Fanya uamuzi wako, utafute mahali ambapo utaweza kufundishwa mambo ya Mungu, wakubadilishie msingi na mambo yatabadilika. Sisi tulipofanya uamuzi, tukakubali kufundishwa, tukakubali kubadilika, tukakaa chini ya maonyo na kukemewa, Mungu ametusaidia, tuna matumaini, tumefika leo. Huenda hatungefika leo. Mpendwa, fanya maamuzi, usikate tamaa kwa sababu ya changamoto, na huyu Mungu wetu anatupenda. Majina yangu ni Apostle Nicodemus. Kwa leo tutafikia pale. Next week tutaangalia tena katika kitabu cha Mwanzo, kwa sababu ya masaa. Tutaangalia next week Mwanzo 24, tukaweze kuona ya kwamba kile ambacho unataka kiko ndani yako. Mpendwa, utabarikiwa. Karibu katika jina la Yesu Kristo pale Kimilili. Wale wenye wako karibu, kanisa langu liko karibu na Risiki Supermarket. Kuna hoteli hapo karibu na Risiki, karibu na Risiki inaitwa Msabibu. Hiyo biashara ni yangu, na madhabahu nimeweka nyuma yake. Kanisa la Word of Creation Center liko hapo nyuma. Karibu, kama uko karibu pale unanisikia, tukaweze kuenda pamoja, tufundishane na tuombe Mungu afanye mabadiliko, ili hata kama umeanza mbaya umalize vizuri. Mungu wa Israeli akubariki sana. Barikiwa. Tunakuabudu Mwenyezi. Asante sana Apostle Nicodemus.
tunainama. Karibu sana kwenye prayer and request, ambapo tuko na enda mbele za Mwenyezi Mungu ili tupate maombi kutoka kwake Apostle. Itakuwa ya kupendeza sana. 0789340401 ama 0704594134 and SMS line 07587775